Nipe sikio kidogo. Naam, wapenzi watazamaji, kupitia Wasforce 1 TV utapata vipindi mbalimbali vya watoto na vipindi vya burudani ambavyo vitawafanya watoto wajisikie vizuri. Lakini pia tufuatilie kupitia One Willy TV. Nipe sikio kidogo. Nipe sikio kidogo. Kidogo. Watoto hamjambo, ni mimi Mwalimu Yohana Elisha, na kipindi hiki ni kipindi kwa ajili ya watoto lakini pia hata watu wazima wanakaribishwa. Kipindi kilicho hewani ni kipindi kinachosema nipe sikio kidogo, somo likiwa tuongee asili. Tuongee asili ni kipindi ambacho tunajifunza wanyama mbalimbali ambao aliwaumba Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1 na lile fungu la 25, Mungu anaeleza jinsi, Biblia inaeleza jinsi Mungu alivyofanya wanyama. Kabla ya kuendelea, tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mungu unayetupenda. Tunapokwenda kujifunza juu ya wanyama uliowafanya, kuwa pamoja nasi tuweze kuelewa na tujifunze kitu kupitia wanyama. Tunaomba kupitia kwa jina la Yesu, amina. Naam, watoto, tuongee asili. Na leo katika kipindi chetu nahitaji tumzungumzie mnyama mmoja kama unavyomuona. Je, unamfahamu mnyama huyu mtoto? Mnyama huyu anaitwa duma. Anaitwa duma. Mnyama huyu ni mnyama jamii ya paka. Huyu mnyama pia na yeye wakati Mungu anaiumba dunia, na yeye pia alimuumba, na Mungu alipomuumba akampatia uwezo wa namna ya pekee ambayo tunakwenda kujifunza leo. Huyu mnyama usipokuwa makini unapokutana naye unaweza kufikiri umekutana na chui. Huyu mnyama duma yeye anatofautiana, yeye sio chui. Huyu mnyama duma, wapo duma jike na wapo duma dume. Jike hubeba mimba kwa miezi mitatu, hubeba mimba kwa miezi mitatu, na anapozaa watoto wanapofikisha watoto wanapofikisha mwaka mmoja na miezi 6, tayari hawa watoto wanaanza kujitegemea. Alafu hawa duma ni wanyama wasio na ushirikiano kabisa. Hawana ushirikiano kabisa. Hata kuna watoto wengine huwa hawana ushirikiano, hawataki kabisa kusaidizana. Hawa wanyama pia hawana ushirikiano. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hawa duma huwa wanaishi kifamilia, wanajuana kifamilia tu. Baba anawajua watoto wake. Wakikutana na wanyama wengine wanashambuliana mpaka watakapomuua. Sasa hawa dume muonekano wake, ukikutana nao dume lenyewe muonekano wake, umbo lake huwa na umbo kubwa kuliko jike. Jike umbo lake ni dogo, lakini hawa duma tunaojifunza leo ndiye mnyama mnyonge wa mwisho kabisa, na wembamba wake na uzito mdogo humfanya akose jeuri kabisa, hasa kupambana na wanyama wenzake, mfano chui, lakini simba. Lakini hata hivyo, hata ikitokea mtoto jasiri, au mtu yeyote jasiri akachukua kiboko kizuri cha kueleweka akaenda kumchalaza kimoja cha mgongoni, huyu mnyama atashindwa kuvumilia, atakimbia. Na huyu mnyama chakula chake kikuu, mnyama huyu kama tulivyosema, yeye anakula nyama, na chakula chake kikuu ni pamoja na nyani. Anakula nyani, anakula mbuni, anakula sungura, anakula paa, anakula ngili. Watoto wangapi wanamjua ngili? Ngili kama tunavyomuona huyo. Lakini pia anakula nyumbu. Hawa ni wanyama wanaopatikana kule polini.
wanapatikana kwenye mbuga za wanyama, lakini pia anakula kudu na anakula swara, na hata akipita mtaani akikutana na kondoo au mbuzi au ng'ombe, yeye anapitia. Sasa huyu duma tunayejifunza leo anazo sifa zake za pekee. Sifa zake za pekee. Sifa ya kwanza, ndio mnyama wa kwanza kwa mbio. Ndiye mnyama wa kwanza kwa mbio, yaani yeye kwa mbio uwezo ukamwacha. Hukimbia kilomita 120 kwa lisali moja. Mbali na kuongoza kukimbia, lakini duma huyu tunayejifunza ndiyo mnyama mwenye mkwara. Kuna watoto huwa wana mikwara sana. Ndiye mnyama mwenye mkwara kuliko kawaida. Wakati fulani anaweza kujaribu hata kumtishia simba. Na hiyo ni kwa sababu anajiamini kwamba hakuna mwenye mbio zaidi yake. Kwa hiyo anamtishia, anajua akifatwa atakimbia na kumwacha. Sasa huyu duma jike yeye akibeba mimba, dume huwa hausiki, anamtelekeza, mimba inakuwa ni ya kwake tu, na ni nadra sana kuwakuta wanafanya mambo yao. Hawa duma. Lakini pia wanapenda usiri. Kufanya mambo yao wanapenda kufanyia sehemu za siri. Lakini pia ni kosa kubwa endapo utawakuta hawa duma wakiwa wanafanya mambo yao na wakikuona wanaweza kukushambulia. Wanaweza kukushambulia. Sasa huyu duma kwa ufupi tumejifunza na kuona uwezo aliopewa na Mungu kwamba ndiye mnyama wa kwanza kwa kukimbia, na huyu ni mnyama lakini sisi wanadamu, sisi watoto wadogo, je, unajua kwamba tuna akili kuliko hawa wanyama? Je, unajua kwamba Mungu alitupatia uwezo kuliko hawa wanyama? Kumbe hata sisi kupitia uwezo ambao ametupatia Mungu, moja ikiwa ni akili alizotupatia Mungu, tunaweza kutumia akili zetu, tunaweza kutumia uwezo wetu kufanya kazi ya Mungu na kuwaleta watoto wengine. Wakati mwingine tutajifunza mnyama mwingine. Karibuni sana. Bye bye. Natazama Wasforce TV. Naitwa Mwinuki Hamisi, natazama Wasforce 1 TV.